maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo yapate kibali mbele zako, Ee Mungu, Ee Mungu, Ee Mungu, unijaribu ujue moyo wangu, Ee Mungu, uone kama ipo njia iletayo majuto ndani yangu, Ee Mungu, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo yapate kibali mbele zako, Ee Mungu, Ee Mungu, hallelujah, yeah, Ee Mungu, Ee Mungu, hallelujah. Give you glory, Jesus. Whoa. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo yapate kibali mbele zako, Ee Mungu, Ee Mungu, Ee Mungu, unijaribu uyatue mawazo yangu, Ee Mungu, uone kama ipo njia iletayo majuto ndani yangu, Ee Mungu, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo yapate kibali mbele zako, Ee Mungu, Ee Mungu, hallelujah, yeah. We give you glory, Jesus, Lord. Give you honor, Father. Umejawa na neema nyingi, Mfalme.
na mawazo ya moyo yapate kibali mbele zako, Ee Mungu, Ee Mungu. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo, Bwana, yapate kibali mbele zako, Ee Mungu, Ee Mungu. Hakuna aliye kama wewe Bwana, na uaminifu wako ni wa ajabu Yesu. Oh my God, neema yako yanishangaza. Asante Yesu. Neema yako yanishangaza. Asante Yahweh. Oh my God. Asante kimbilio letu. Yesu. Baba, tunakushukuru. Tunalinua jina lako, Mungu mwaminifu na utenda ishara na maajabu. Asante kwa Jumatatu ya leo Bwana, kwa neema yako ambayo Bwana umetupa. Tunakushukuru tena Bwana kwa huyu mama anayenitazama, kwa huyu baba anayenitazama Jumatatu ya leo. Mungu mtakatifu, neema iwe juu yake na kibali iwe juu yake. Baba, tunakushukuru. Wewe ni Mungu na utenda mambo makubwa. Wewe ni Mungu na ubadilisha historia ya watu. Wewe ni Mungu na ubadilisha maisha ya watu. Tunakutegemea Jehova. Asante Bwana kwa kipindi hiki cha Rudi Magotini. Tunakushukuru, tunakuinua, tunakubariki katika jina lipitalo majina yote. Tunaomba na kushukuru. Amen. Asante wapendwa katika Bwana, mahali popote unaponifuata kwa muda huu na kwa saa kama hii. Jumatatu ya leo, Jumatatu yenye baraka, Jumatatu yenye shuhuda kubwa. Kwa majina naitwa Apostle Pofota, ambayo niko mahali hapa kwa ajili ya kutangaza kipindi chetu kinaitwa Rudi Magotini. Kwa nini Rudi Magotini? Kwa sababu asili yetu ambayo tuliokoka ni neno la Mungu, ni maombi na katika utakatifu. Ninakusalimu mahali popote unaponifuata. Haijalishi nchi gani unayonifuata, haijalishi mkoa gani unayonifuata. Mungu akubariki sana. Chukua muda wako kwa dakika chache, utabarikiwa kabisa. Na kwenye studio siko peke yangu, nina mtumishi wa Bwana, kamanda wa Mungu, pastor ambaye niko naye atajitambulisha mwenyewe. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Asante baba. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu popote pale ulipo. Na kwa majina naitwa Pastor Kelvin Joeli Sikorongo. Mungu akubariki sana. Asante. Asante sana. Na nina vijana wanangu kabisa. Yule anayepiga kinanda anaitwa Alex. Pia yule ambaye umemsikia katika mabudu haya anaitwa Baraka. So ni vijana wangu, ni wanangu ambao tuko nao katika studio hii, na Mungu awabariki sana kabisa sana. Na bila kuponda muda, tunataka tusome neno la Mungu katika kitabu cha Waibrania sura yake ya 11 na mstari wake wa 6. Waibrania sura yake ya 11 mstari wake wa 6. Nataka msomaji wetu atatusomea. Karibu sana. Nitaenda kusoma Waibrania 11 na mstari wake wa 6. Biblia inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza,
Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Namba 7. Amen. Hapo. Asante sana mtu wa Mungu, popote unaponifuata. Kama gisi nilivyosema kule awali ya kwamba hiki ni kipindi Rudi Magotini. Ni kipindi Rudi Magotini. Tumerudi tena katika programu hii. Nadhani ni programu yenye baraka, programu ambayo itakubariki kabisa sana. Leo nataka niongee na wewe kichwa cha neno kidogo sana ambacho kinasema ya kwamba bila imani hakuna maisha. Without faith no life. Bila imani hakuna maisha. Kwa nini nataka niongee kuhusu imani? Kwa sababu nyuma ya maombi kuna kitu ambacho kinachoshindikiza mtu kinaitwa imani. Lakini nitachanganya yote kwa pamoja ili uelewe vizuri lengo letu la kipindi hiki cha Rudi Magotini. Kipindi chetu cha Rudi Magotini ni kipindi ambacho sio watu wa darasa la kwanza. Nadhani utanielewa. Ni kipindi cha watu wa darasa la 3 na kuendelea. Ninaposema darasa, sio kwamba ni masomo haya ya kawaida ambayo tunaosoma. Ni katika ulimwengu wa roho, ni katika maisha ya kiroho, ni katika maisha ya wokovu. Katika wokovu kuna maisha ya watu wa viwango ambao wale wanaingia katika wokovu ambao bado ni wachanga. Pia kuna wale ambao wamekomaa katika maisha ya wokovu. Sasa nataka niongee kabisa sana na watu ambao unataka ukomae katika au uko tayari katika ukomavu wa kiroho. Ukomavu wa kiroho. Ndio kwa maana tunataka turudishe watu katika hali ya maombi, kwa sababu maombi ndiyo msingi. Maombi ni maisha ya Mkristo. Maombi ni maisha ya Mkristo. Maombi ni maisha ya mfuasi wa Kristo. Maombi ni maisha ya mtu aliyeokoka. Maombi ni maisha ya yoyote ambaye anajiita kwamba yeye ni Mkristo. Hiyo ni maisha. Maana yake yameanza hivyo. Kuanzia Yesu mwenyewe yalikuwa ni maisha yake ya maombi. Sasa nataka niongee na wewe kuhusu imani bila maana yake bila imani hakuna maisha. So kitu gani kinachomsukuma mtu apate kuomba? Kitu ambacho kinachomsukuma mtu kuomba ni wakati huyo mtu ana imani kwa yule ambaye anayemuomba. Kwa sababu hauwezi kuomba kama una imani. Mtu atakuwa mtu wa maombi ni wakati ndani yake ana imani. Hauwezi kuomba kama una imani. Utanyelewa ya kwamba kitu kinachomfanya mtu awe muombaji ni mtu ambaye ana imani kwa yule ambaye anayemuomba. Kwa sababu hauwezi kuomba bila imani. Kwa nini watu leo wanakata tamaa, wanarudi nyuma? Hawana na maombi kwa sababu hawana na imani ya yule ambaye wanayemuomba. So ukiona mtu anajiita kwamba yeye ni muombaji, maana yake ndani yake anamwaminia yule ambaye anayemuomba. Maana yake anamwekea tumaini yule anayemuomba. Maana yake anamwekea tumaini yote ya kwamba yule hawezi kushindwa. Haijalishi unaweza kupita kwenye msukosuko, kwenye changamoto fulani, lakini muombaji yeye angalie changamoto. Muombaji anamwaminia yule ambaye anayemuomba. So unaweza kuwa muombaji wakati ndani yako na imani ya kumwamini yule unayemuomba. Utanyelewa vizuri sana. Mtu ambaye anamwendea Mungu ni mtu ambaye anamwamini vizuri, anamjua vizuri, ambaye ya kwamba hata kama ninaopitia kwenye matatizo haya, huyu Mungu wangu atatenda kwa wakati ulio sahihi, kwa sababu yeye anasema kwamba Mungu wetu maana yake hawai wala achelewe. So ukisha amini hiyo ndani yako ya kwamba Mungu hawai wala achelewe, hauwezi kukosa kuomba. So hii ni maisha ya yule ambaye anayemwendea Mungu. Ni maisha ya yule ambaye anayemtafuta Mungu. Tumesoma hapa kitabu cha Waebrania sura yake ya 11 mstari wake wa 6. Biblia inasema pasipo imani hauwezi kumpendeza
za Mungu. So that's why nataka niseme kitu kimoja, ya kwamba mtu ambaye ni mtu wa maombi ni lazima awe na imani ya yule ambaye anayemwamini. Maombi ni kama mtu amejenga nyumba kwenye msingi, kwenye mwamba. Maombi ni nyumba, ni msingi. Mtu unapojenga nyumba yako, unaijenga kwenye mwamba ambao hata kama upepo unaweza kuja, hiyo nyumba haiwezi kutikisika. So maombi inaposhindikizwa na imani, kuna matokeo ambayo yanatokea. Yes. Kuna kitu ambacho kinatokea. Amen. So unapoweka msingi wako wa maisha ya kiroho kwenye maombi, kwa sababu maombi ni msingi. Maombi ni kama vile jengo linajengwa katika mwamba. Hata zoruba, hata upepo ukija, yule mtu atakuwa strong, ataendelea mbele. Ndio kwa maana nilisema ya kwamba Biblia inasema kwamba ishara na miujiza itaambatana na watu waaminio. So mtu ambaye ameshamwamini anajua umuhimu wa maombi, maana hana lazima ya kuendea ishara au miujiza. Yule mtu tayari ndani yake ameumbiwa msingi wa maombi na kumwamini Mungu ya kwamba Mungu anaweza. So ndio kwa maana utaelewa ya kwamba maombi ni foundation, ni msingi, na huyo msingi umejengwa juu ya mwamba. Unaweza ukapita katika mambo mengi, changamoto nyingi, zoruba nyingi, lakini ukiwa mtu wa maombi hauwezi kutikisika, hauwezi kurudi nyuma, hauwezi kwenda kwa waganga, hauwezi kuchoka. Hauwezi kuchoka na mchungaji wako, hauwezi kuchoka na ibada, hauwezi kuchoka na maombi na kumtumikia Mungu, kwa sababu unamwamini ya kwamba Mungu yupo. Mpendwa katika Bwana, maombi ni maisha. Mahali popote unaponifuata, mtumishi wa Mungu, mwimbaji, yoyote ambaye unaomtumikia Mungu kwenye madhabahu, kila eneo, kila sehemu. So maombi lazima iwe maisha katika maisha yetu. Nilisema mwanzoni ya kwamba naongea na mtu ambaye wa darasa labda la tatu. Darasa la tatu sio masomo haya ya kawaida tunayoenda kusoma, hapana. Ni mtu ambaye wa viwango wa kumjua Mungu kabisa. Wewe una miaka 5, wewe una miaka 7, wewe una miaka 10, wewe una miaka 20. Lazima maisha yako yawe maisha ya maombi. Yes. Kwa sababu bila maombi, yes, hakuna chochote kinaweza kutokea. Yeah. Na bila imani hakuna jambo lolote linaweza kutokea. Yes. So ukiwa mtu wa maombi na imani, maana yake hiyo maombi yataenda kuchokoza, yataenda kuamsha, yataenda kuvuta. Kikawaida maombi ya mtu wa imani inavuta vitu vya mbele, au maombi inaweza ikajibu vitu vya nyuma na kuharibu vitu ambavyo kabla hujazaliwa. Maombi yana uwezo ya kwenda kuharibu chochote kilichopandwa, chochote kilichotamka kwenye maisha yako. Maombi yana uwezo ya kwenda kuharibu. Na unapoyaomba yale maombi, ni lazima yaendane na imani. Bila imani hakuna chochote kinaweza kufanika katika maisha yako. Ndio kwa maana tumekuja hapa kukuletea habari hii ya kwamba uwe mtu wa maombi na maombi yako yashindikizwe na imani, mtumishi wa Mungu. Asante baba. Amen. Hakuna maisha pasipo imani. Inamaanisha maisha ulimwengu tulionao, yani ni ulimwengu, yani sio ulimwengu halisi. Kwa sababu maisha halisi yanaanza kwenye ulimwengu wa roho. Na katika ulimwengu wa roho tunaona kwamba kabla mtu hajazaliwa, Mungu alimwambia Yeremia, kabla hujazaliwa nalikujua. Na Mungu anaposema na kujua, inamaanisha amesharatibisha, ameshaweka mipango. Utaishi hivi, utaishi hivi, utaishi hivi. Sasa Mungu alikujua kabla hujazaliwa, na ana mawazo mazuri juu ya maisha yako. Yes, Mtume Paulo anawaambia Waebrania, unapomwendea Mungu, amini kwamba yeye yupo. Amen. Jambo la pili, uwapa thawabu wote wamtafutao.
Sasa ninapoona 2026, Yes. Mungu anataka kutumie. Amen. Mungu anataka kupandisha viwango. Amen. Mungu anataka afanye kitu kipya kwenye maisha yako. Amen. Na nataka nikwambie hautajutia kumwendea Mungu. Amen. Hautajutia kumwamini Mungu. Amen. Sasa uwezo ukafeki imani, kwa sababu imani ni kitu cha kiroho. Amen. Ndio maana baba zetu wengi katika Biblia kabla Mungu hajawatumia au katika utumishi wao na Mungu, Mungu aliwapa kitu kinachoitwa imani. Amen. Kwa sababu imani ni nguvu unayoipokea baada ya kuomba. Yeah. Na nguvu ya imani ndio itakayokusaidia kutimiza kusudi la Mungu. Nataka nikwambie mwaka unaokuja Mungu anataka kutumia. Amen. Lakini usiache maombi. Maombi kadri unavyozidi kuomba, Mungu anaongeza imani. Na uwezi kufanya mambo makubwa na imani ya jana. Ukitaka kesho iwe kubwa, inabidi imani yako iongezeke. Mimi naona kwamba hakuna imani. Yes, bila imani hakuna maisha. Hakuna maisha. Kwa sababu kama una imani, sahau kesho. Una ndoto ndio, una maono ndio, unaona kesho nzuri ndio, lakini uwezi kuifikia pasipo imani. Yes. Na uwezi kupata imani isipokuwa kwa Mungu aletaye imani. Kwa njia gani? Kwa kuomba. Yes, baba. Ubarikiwe sana mtu wa Mungu. Amina. So mpendwa katika Bwana, tuko hapa kukwambia kwamba imani inashindikizwa na maombi. Ndio kwa maana mtu anapoishi au anapofanya kazi, biashara, uwe mfanyakazi, kitu kinachofanya kwamba uwe na maisha yaendelee ni kuwa na imani. Ile mtaji wako unaopata, unajua kwamba hii kazi unayofanya, iwe biashara ya aina gani, iwe biashara ya viwango gani, lakini ukiwa na imani utaishi, utajenga, utafanikiwa, utabarikiwa. Nataka niseme na wewe ya kwamba 2026 ni mwaka ambao watu ambao wataweka muda wao mwingi katika kumwamini Mungu na katika maombi, utafanikiwa katika maisha yako. Amen. Nataka niseme kitu ya kwamba mimi nimezaliwa kwenye maombi. Pia nimekulia kwenye maombi. Nimeoa kwenye maombi. Nimezaa kwenye maombi. Natembea kwenye maombi. Nakula kwenye maombi. Maisha yetu sisi ni maombi. So maombi ndio msingi wa kila kitu. Maombi inayoshinikizwa na imani ndio inayoleta majibu katika maisha ya Mkristo. Nataka nikutie moyo mahali ulipo. Wewe unaonitazama kwenye chumba chako, unaonitazama barabarani, unaonitazama kwenye simu, wewe unaonitazama live kwenye TV. Nataka niongee na wewe ya kwamba usikate tamaa. Usikate tamaa. Umwamini yule aliyekuita, yule ambaye aliyekuchagua. Unapomwaminia, na pia hautakuwa mtu wa kurudi nyuma, hautakuwa mtu wa kukata tamaa, kwa sababu kila siku utakuwa namwendea. So ukiwa na imani, hata maombi hautachoka. Ndio kama utakuta waombaji hawachoke. Waombaji wana imani ya kwamba Bwana atatenda, ya kwamba Bwana ataleta, ya kwamba Bwana atanibariki, ya kwamba Bwana atafungua njia, ya kwamba Bwana ataniinua, ya kwamba Bwana ataniponya, ya kwamba Bwana ataniwezesha. So mpendwa, nataka nikwambia kwamba lazima uwe mwombaji, na unapokuwa mwombaji lazima uwe na imani. Hivi vitu viwili vinenda vyote kwa pamoja. Tunasema ya kwamba kichwa chetu cha neno, kumbuka, inasema ya kwamba bila imani hakuna maisha. Mtu yoyote kwenye dunia hii asipokuwa na imani hawezi kuishi. Ndio kwa maana utakuta mtu mwingine anapokata tamaa anataka kujinyonga, kwa sababu huyo mtu ana imani. Huyo mtu hata hawezi kuwa na nguvu hata maombi, kwa sababu imani haipo ndani yake. Lakini mtu akiwa na imani atakuwa na hiyo bidii ya maombi, atakuwa na hiyo bidii ya kumtafuta Mungu, atakuwa na hiyo bidii ya kumtumikia Mungu, atakuwa na hiyo bidii ya kumtafuta Mungu usiku na mchana. Nataka nikutie moyo siku ya leo, Jumatatu ya leo, ya kwamba usikate maisha maombi. Maisha maombi ni maisha ambayo yanayoleta matokeo makubwa, mtumishi wa Mungu. Yani kama unataka matokeo, usiende mbali na Mungu. Amen. Kwa sababu watu wenye matokeo walikaa na Mungu. Na huwezi kumuona Mungu pasipo kuamini kwamba yeye yupo. Yes, kwa sababu ukiamini kwamba yupo, jambo la kwanza, tarajia thawabu. Tarajia matokeo. Tarajia kuinuliwa. Pasipo imani hakuna maisha. Na maisha ni matokeo ya imani. Wow. Mpendwa katika Bwana, imani, maisha
ndio matokeo ya ni imani. matokeo ya imani. Yes. Wow. Maisha ni matokeo ya imani. Mpendwa, 2026 ni mwaka wako. Ni mwaka wako. Utakapoingia kwenye maombi ya imani, yes, utaona mambo makubwa kutokea katika maisha yako. Nataka niongee na wewe unaonifuata huko kwenye kitanda cha magonjwa, ya kwamba hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Kila kitu kinawezekana kwa Bwana. Wewe weka bidii kwa maombi, weka bidii kumtafuta Mungu. Wewe unayotoka damu, wewe unayeumwa magonjwa sugu, wewe unayeumwa magonjwa madokta wanasema ya kwamba haiwezekane. Nataka niseme kitu kimoja. Kila ugonjwa wowote ambao unaenda kwa hospitali wanakuambia kwamba haiwezekane. Huyu Mungu, nguvu za Mungu ni kitu ambacho hakiwezekani kwa wanadamu, lakini kwake yeye inawezekana. Ongeza bidii ya maombi, ongeza bidii ya kumtafuta Mungu, ongeza bidii ya kutafuta uso wa Bwana. Uwe mtu wa magoti, uwe mtu wa magoti. Leo hii watu wengi sana wanapenda vitu vya kupewa tu. Manake wanapenda vitu vya Mungu kuliko kumtafuta Mungu. Watu leo hii wanapenda vitu vya Mungu, lakini kuliko kumtafuta Mungu. Unakuta watu wanakuwa wadhaifu sana. Kwa sababu ya nini? Wanapenda vitu vya Mungu kuliko kumtafuta yule anayeleta vitu. Ndio kwa maana Biblia inasema kwamba, nisema kule awali ya kwamba wale wanaomwendea Mungu, jambo la kwanza, waamini ya kwamba Mungu yupo. Na kama Mungu yupo, uwapa thawabu wale wanaomwendea yeye. Wale wanaomwendea Mungu, Mungu uwapa thawabu. Manake unapomwendea Mungu, Mungu atakupa thawabu. Unapomwendea Mungu, Mungu atakupa majibu. Unapomwendea Mungu, Mungu atakupa matokeo ya yale ambayo unayoyatafuta. Mpendwa, nataka nikuombee. Nataka niseme na wewe unaonitazama kwa muda kama huu, wewe unitazama kwa saa kama hii, wewe unitazama Jumatatu ya leo ya tarehe 22 ya mwezi wa 12. Ninaamini ya kwamba tunabaki na siku chache ili tuvuke mwaka, tuingie 2026. Wewe unaonifuata, mwaka 2026 uwe mtu wa maombi, uwe mtu wa kumtafuta Mungu, mtumishi wa Bwana uliyekata tamaa, uwe mtu wa maombi, mwimbaji uliokata tamaa, uwe mtu wa maombi. Yeye uwapa thawabu wale wote wanaomwendea. Hakuna mtu ambaye aliyemwendea Mungu na Mungu akamwacha gisi alivyo. Never. Ndio kwa maana kichwa chetu kinasema ya kwamba bila imani hakuna maisha. Ujue kwamba 2026 usipokuwa na imani hauwezi kuwa na maisha. Watu wanaoishi ni watu ambao wana imani. Watu wanaoishi, wale wanaoendelea na Mungu, wanaoambatana na Mungu, wanaotembea na Mungu, wanaomuomba Mungu siku na mchana, wana imani na yeye. Ndio kwa maana mtu wa maombi ni lazima uwe na imani. Nitakushangaa wewe kama ni mwinjilisti, nitakushangaa wewe kama ni mwombaji, nitakushangaa wewe kama ni pastor, ni apostle, ni kufatana na viwango vyako. Unapokata tamaa, sikiliza nikwambie, ongeza bidii ya maombi, ongeza imani, uone matokeo makubwa ambayo Mungu ataifanya katika maisha yako. Mpendwa katika Bwana, ongeza bidii ya kumtafuta Bwana, ongeza bidii ya kumtumainia Bwana. Mungu wetu hajawahi kubadilika. Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Hawezi kubadilika. Ni Mungu anajibu maombi, ni Mungu anayewapa thawabu wale wanaomwendea. Manake hata iwe dhoruba ya namna gani, yoyote unaomwendea Mungu ni lazima utapata thawabu. Mpendwa katika Bwana, wewe ulikuwa umeshakata tamaa, ulitaka kwenda kwa waganga, nataka nikwambia kwamba Mungu bado anatenda. Wewe ambaye uliacha kumtumikia Mungu, ukasema naacha kumtumikia Mungu kwa sababu hajanijibu, sikiliza, kwa sababu hauna na imani. Wewe ukaacha kuomba, ukachoka na kuchoka, hata neno la Mungu hausome, na kuambia kwa sababu hauna na imani. Mtu ambaye anayesimama na Mungu ni mtu ambaye ana imani. Hebu nataka niongee na wewe 2026, uwe mtu wa imani, uwe mtu wa maombi. Unapomwomba Mungu lazima utaona matokeo makubwa. Unapomwona Mungu lazima utaona ishara na maajabu. Unapomwomba Mungu lazima milango itafunguka juu yako. Unapomwomba Mungu, 2026 ni mwaka wako, ni mwaka wewe kumiliki, ni mwaka wewe kuona mambo makubwa, ni mwaka wewe kuona ishara na maajabu, ni mwaka
wa wewe kumwona Mungu, ni mwaka wewe kuona mkono wa Bwana mahali popote ulipo. Nataka niombee biashara yako, wewe ambaye ni mfanyabiashara. Mungu akalete matokeo makubwa, Mungu akavute wateja kutoka kila sehemu, Mungu akalete kibali juu ya biashara yako katika jina la Yesu. Pokea hiyo kibali, wewe ambaye ni mfanyabiashara. Mungu akakuinue zaidi, Mungu akakuinue zaidi. Naachilia mafuta, naachilia anointing, naachilia upako juu ya biashara yako katika jina la Yesu, kwa sababu Bwana ametupa mamlaka. Nataka niongee na wewe pia, wewe uko kwenye kitanda cha magonjwa. Pokea uponyaji, pokea uponyaji. Haijalishi umezunguka kwa waganga, haijalishi umezunguka kwa watu, umekunwa dawa, lakini hakuna uponyaji. Lakini tuna jina lipitalo majina yote, ni jina la Yesu. Anza kupokea uponyaji mahali ulipo. Naongea na mifupa, naongea na mishipa, naongea na damu, naongea na maji kwenye mwili wako. Pokea uzima kwa muda kama huu katika jina la Yesu. Pokea uzima kwa muda kama huu katika jina la Yesu. Nataka niongee na wewe unayotafuta ndoa. Ni haki yako ya wewe kuolewa, ni haki yako ya wewe kuwa na mwanaume, ni haki yako ya wewe kuolewa. Pokea mwanaume, pokea ndoa yako katika jina la Yesu. Mungu akafanye njia mahali popote hapana njia. Mungu akakupe ndoa 2026 iwe mwaka wako wewe kushuhudia, iwe mwaka wako wewe kuvaa shela, iwe mwaka wako wewe kufunga ndoa. Pokea hiyo neema katika jina Yesu. Nataka niongee na wewe kaka unaomtafuta mdada. Nataka niongea kwamba 2026 Mungu anaenda kuleta njia mahali ambapo hapana njia. Wewe unahangaika kwamba tapata mahali wapi ya kupeleka posa. Nataka niseme ya kwamba Mungu ataleta milango, Mungu atafungua njia, Mungu atafungua njia. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Nataka niongee na wewe unaotafuta kazi. Mungu anaweza, Mungu anaweza, Mungu anaweza. Mahali popote ulipo, Mungu akuunganishe na watu wasaidizi wa hatima yako, wakatokee, wazungu kwa weusi, watu wa kila aina, wanaume kwa wanawake, watokee wakalete njia kwako katika jina la Yesu. Njia ya kazi ikatokee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nataka niongee na wewe uliyekata tamaa, unataka kujinyonga, unataka kunwa sumu, unataka kujinyonga. Mpendwa, usijinyonge. Yesu yupo, bado hajawahi kuexpire. Ni yule jana, leo na hata milele. Ambatana na neema, utaona mkono wa Bwana. Ambatana na neema, utaona baraka za Bwana. Hebu mahali popote ulipo, shika. Kama una magonjwa, shika. Mahali popote pana maumivu, anza kupokea uponyaji, anza kupokea uponyaji, anza kupokea uponyaji. Naachilia nguvu ya uponyaji, naachilia nguvu ya uponyaji ikaguse maisha yako. Naachilia nguvu ya mafanikio ikaguse maisha yako katika jina la Yesu. Pokea uponyaji, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Tunaomba na kushukuru. Amen. Asante mpendwa katika Bwana. Wewe ambao ulichukua muda wako kwa kutusikiliza. Tumeshajitambulisha kule mwanzo kwa majina ambao unajua, na utaona chini ya runinga yako kuna namba zitapita, namba za kawaida na namba za WhatsApp. So ukiwa na maswali, ukitaka kututafuta, utapiga katika namba hizo ambazo zinazopita chini ya runinga yako au chini ya simu yako katika mitandao. Utatupigia na tutakwambia, tutaweka appointment na wewe ya kukutana na wewe. So kipindi chetu kiko na rushwa kama vile leo Jumatatu. Uwe tayari ya sisi kutufata katika kipindi cha Rudi Magotini. Rudi Magotini ni kipindi ambacho kiko na turejesha katika hali ya sisi kumtafuta Mungu. Mungu akubariki sana mahali popote ulipo. Nataka nikusalimie wewe unaonifuata. Nasalimia baba yangu Bishop Hassan Kibaba. Mungu akubariki sana. Namsalimia mtumishi wa Mungu Weston Siwelwa pale Zambia. Mungu akubariki sana. Nasalimu watumishi wa Mungu wote ambao mnaonifuata. Mungu abariki sana. Patrick Apepula, Gabriel Asani, Mungu abariki sana. Ninawasalimu wote kabisa. Victor Nyambele, nasalimu Po Asha, nasalimu Kimario, nasalimu Benja Sinyenga, nasalimu Allen Morisho. Mungu awabariki sana kila mahali ambapo mnatufuata. Tunataka tumwabudu Mungu kwa kumaliza kwa dakika chache. Ungana pamoja nasi tupate kumbariki Mungu wetu tena kwa maabudu.
jina lako Yesu, jina lako Yesu lina uwezo, Bwana lina uwezo, Bwana jina lako Yesu, jina lako Yesu lina uwezo, Bwana lina uwezo, Bwana